Kwa hiyo vijana mjidhatiti, hizi fedha mtakazopata, vifaa mtakavyoenda kuvipata kupitia mikopo hii viwasaidie kuinua kipato chenu, muinuke hapa mlipo. Tunawategemea pia haswa upande wa vijana wa kiume, ndo wana vishawishi vikubwa sana. Tunawategemea mkawe pia baba wazuri wa familia, na vijana wa kike tunawategemea kwa baadaye mkawe mama wazuri wa familia. Kwa hiyo rai yetu kubwa, mikopo hii muitumie kwa malengo mlio ya kusudia. Msibadilishe kwa sababu unapata hafla hela nyingi. Msibadilishe kabisa malengo, yatawapa tabu namna ya kurejesha. Na leo ninatambua kwamba tuko hapa tunafanya shughuli yenye kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 229 na laki 8. Leo ni sherehe, hapo vipi? Hapo sawa. Si tunakubaliana ni sherehe? Sherehe ya kutoa hizi fedha. Hapa nikiangalia wote nyuso zenu ziko murwa. Yaani kama ni mama basi yuko vizuri, na vijana nikiwaona nyuso zenu ziko vizuri. Sasa lakini pia kwa wataalamu ni jukumu lenu kuendelea kutoa elimu namna hii mikopo inavyotolewa. Mikopo hii haichagui, haibagui. Inatolewa kwa wote, mandhari umefuata sheria na umekidhi vigezo. Mikopo haina itikadi ya kisiasa, haina itikadi ya kidini, ukabila wala lolote. Mandhari ni Mwanampanda na umekidhi vigezo vinavyotakiwa, una haki ya kupata mkopo. Sasa hili wataalamu lazima muendelee kutoa elimu kwa jamii yetu. Na niendelee kusema bado tuna pesa. Bado tuna pesa ziko mezani ambazo mara moja tunaanza na mchakato ule tena. Na hivi leo tumekualika Mheshimiwa kwa ajili ya kutoa mikopo ya shilingi milioni 229 na laki 8 kwa ndugu zetu wajasiriamali walioko hapa mbele. Simu zilikuwa nyingi za hamu ya kuendelea kuchacharika, kujitafutia riziki kwa ajili ya familia zao. Kwa hiyo leo hayawi yamekuwa, na ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko wapi? Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Lazima niseme daktari kwa sababu yeye ndo ambaye ameruhusu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutenga hizo pesa. Ina maana bila yeye sisi tusingekuwa tunafanya hivyo. Tungekuwa tunakusanya zote tunapeleka madarasani, zote tunapeleka kwenye afya, zote tunapeleka kwenye huduma zingine, lakini sio kuwapa wajasiriamali. Kwa kila wakati tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameweka hiyo kanuni na sera ya kuhakikisha kwamba watu wanawezeshwa kiuchumi, kama ambavyo tunaendelea kutekeleza jukumu hili. Kikubwa tu, kwa vile sitapata nafasi tena kulingana na protokali, tunapopata hii mikopo na hata kama tuna madeni mengine, tuhakikishe tunarejesha kwa wakati. Umejaza mkataba hapa, kwa hiyo unapoanza mchakato ukumbuke kurejesha, kwa sababu bado Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna kundi kubwa ambalo liko nyuma linasubiri mikopo hii. Na hivyo basi leo umepata wewe, basi tuhakikishe kwamba tunarejesha kwa wakati ili tuweze kumwazimisha mwingine, ili hata wewe ambaye leo maybe umepata mkopo wa milioni 5, milioni 2, ukue sasa tukupatia hata milioni 50. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wajasiriamali safi. Oye, oye. Matarajio ya kikundi chetu kwa ujumla kama Amka Group, tunatarajia kuweza kuinuka zaidi kiuchumi. Kutokana nyuma tulikuwa tunashindwa kujikwamua kwa kasi kwa sababu tulikuwa tuna uhafifu wa fedha ya mtaji. Lakini leo kwa kupokea fedha hii tunaamini
tunakwenda kuboresha miundombinu yetu, tunakwenda kuboresha shughuli zetu na kuongeza thamani kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo tunaamini kabisa hakika kwamba kupitia fedha hii kikundi cha Amka Group tunakwenda kuwa watu wengine. Na hivi ninavyozungumza, mwakani siku kama ya leo tutakuwa na ushuhuda mkubwa sana kwa sisi kama kikundi chetu kwa ujumla. Matarajio yangu mimi mwenyewe binafsi, natarajia kuweza kuwa mjasiriamali mkubwa kama walivyo wajasiriamali wengine wakina Mo Dewji na wajasiriamali wengine. Lakini hapa ni mwanzo, naamini kila chenye mwanzo huwa kikosi mwisho. Tuna maono makubwa kama vijana, tuna malengo makubwa kama vijana na targeti ambazo sisi vijana tumejiwekea. Kilichokwenda tukwamisha ni fedha kwa ajili ya kuwezesha miradi yetu. Lakini kwa uwezeshaji huu ninaamini kwamba na kwenda kuboresha mahitaji yangu, na kwenda kuboresha familia yangu,